Yes, karibu sana segepindi gito kyoborori bobo buyasiri tukuria rero na igase studio nimbwate omogeni korene nigo ndachikunyara koba kingo changanye lugha kidogo asenge nchonga huenda natumike lugha yege Kiswahili sana. Kwa hivyo kwa wale wamuelewi Kikisii nasema karibu sana kwa kipindi chetu cha siku ya leo cha ushindi wa ushuhuda ama ushuhuda wa ushindi, na hapa ndo tunagusia maisha halisi ya watu ambao wamepitia changamoto lakini Mungu amewapa nguvu zaidi na wanazidi kuendelea wakimtumikia zaidi. Gasi litukura lero nimbwate omogeni, naomba ajitambulishe kwa jina lake ndo tuzidi kusonga mbele. Basi mimi jina langu samahani, jina langu ni Leonard Opondi Oyugi. Naam, karibu sana Leonard Opondi Oyugi. Unatoka sehemu gani? Mimi nimezaliwa kule katika kaunti ya Siaya, mahali ambapo panaitwa Bondo. Hapo ndio nyumbani ambapo nilizaliwa na baba na mama. Alright. Umetoka kaunti ya Siaya County. Na umetoka safari ndefu sana kufika hapa yenyewe, na tumefurahia sana umefika hapa ili kushare nasi story yako, ndio angalau uweze kutia watu wengine moyo huko nje ambao huenda wamepitia changamoto kama zako. Na ningependa tu tupatie tu kwa ufupi kidogo, umekuwa ukipitia changamoto zipi hadi ukafikia ukaona kwamba ni heri uje hapa ushare na watu hiyo story ndio waweze kujua kwamba maisha sio rahisi pale nje. Kidogo umepitia changamoto zipi ndio ukaja kupeana ushuhuda? Okay, kabla sijaingia katika changamoto zangu, ingawa nimezaliwa kule Siaya lakini mimi naishi Kisii. Katika tauni yetu ya Keroka nimeishi miaka 22. Kuanzia mwaka wa 2003 nimekuwa nikiishi Keroka. So ingawa nimezaliwa kule, ni mahali pa kuzaliwa tu, lakini mahali ambapo maisha yangu yamekuwa sana kwa muda mrefu ni mji wa Keroka. Na mimi nimeokoka. Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Alinikuta nikiwa nimeshindwa na dhambi zangu. Nilikuwa mtu wa kanisa langu ni kanisa la ACK, kanisa la Kianglikana ya Kenya. Hiyo ndio kanisa ambayo ninaenda. Lakini nikiwa pale nilishindwa na dhambi zangu. Dhambi za uwizi, dhambi za uasherati, chuki, wivu na fitina nyingi. Nilikuwa nikijipa moyo kuwa mimi ni mtu mkamilifu kwa sababu nilikuwa mshirika kanisani. Nimefanyiwa katika kanisa letu, mtu anabatizwa, ukifika umri fulani unawekwa kipa imara, yani unakuwa confirmed. Ukisema juu ya mambo ambayo yanakupiga vita. Basi nikawa nimefanya hayo yote. Lakini licha ya kufanya hayo, atakuwapa ya kwamba mimi nitampigania Yesu na nitakuwa askari mzuri wa Yesu. Tunapowapa katika kanisa letu, unaapa ya kwamba kuanzia leo askofu anakuwekelea mikono na unasema sasa utakuwa askari wa Yesu. Basi nikafanya hayo yote, lakini dhambi ilinishinda. Nikawa mtu wa uasherati. Hata kanisani nikienda, kuna wakati katika ujana wangu niliishi kule Nakuru, na nikiwa kule ninaenda kwa kanisa, ninaangalia mahali wasichana wanaketi na mimi ninaketi karibu na wao ili angalau nikaweze kufanya urafiki na wasichana wa pale. Nikaendelea na hiyo, hata sikuogopa ya kwamba ni kanisani niko. Na mambo ya vita kwa sababu ya wasichana ikanifanya nikaleta vita hata kule nyumbani katikati ya wazazi wangu na wanakijiji kwa sababu ya mambo ya uasherati na wasichana wale wa nyumbani. Asante sana Leonard, lakini kabla tuende mbele, labda kuna mtazamaji anajiuliza swali. Nabora biko kwebora swali mwanshomo ligere linga Leonard nabwate family yo tawatebanga orabire ko bakakora usherati ase changamoto yabera ko bakawetera ase omucho igo Keroka asabye ko yakomenya. Je, umekuwa ukiwa na familia wakati unapitia kipindi kama hicho? Basi ulipofika mwaka wa 2000 na mwaka wa 98 Mungu alinibariki na mke na tumeishi na yeye huyo mke wangu kuanzia mwaka huo hadi sasa, na Mungu ametubariki na watoto 4. Wote sasa wamekuwa watu wazima, wako katika mashule ya colleges na wengine mwingine msichana amemaliza, wengine wamemaliza na familia. Kwa hivyo familia niko nayo na tunakaa na wao Keroka.
na bibi yangu anaishi nyumbani. Kwa hivyo wakati umekuwa ukipitia hiyo changamoto ya kuangalia labda wasichana mahali wanakaa pale kanisani, ulikuwa tayari uko na familia? Wakati huo nilikuwa nikifanya usherati, sikuwa nimeoa. Okay. Huyo ni ujana wangu nilishindwa kuulinda. Right. Sasa tunaweza endelea mbele. Sasa nikawa mtu ambaye ninashindwa kulinda ujana, nikisoma Biblia na lakini nikiwa kanisani ninaona hii nimeshindwa. Kwa hivyo mwili ukanipiga vita, nikashindwa na mwili. Hata nyumbani nilipoenda nikashika urafiki na wasichana wa nyumbani na wakati mmoja ikaleta vita kule nyumbani na baba yangu na familia ambao msichana huyu alikuwa anatoka kwao, kukatokea vita vikali sana. Hiyo kwa hivyo usherati ukanishinda katika njia hiyo. Uwizi pia mimi nimeendelea nayo. Nikiwa Nakuru huko ndio nilienda kujifunza kazi. Mimi ni professionally, mimi ni mechanic. Na nilipoenda kusomea kazi yangu pia nikashindwa, nikawa jiunga na vijana ambao si wazuri. Hata tukapanga kuiba tukienda katika supermarket, tunajifanya tunaenda kununua. Tunabadilisha viatu zile tumevaa kwa sababu wakati ule wa 90s hakukuwa na CCTVs, lakini tulikuwa na kamera. So nikaendelea na hiyo uwizi wangu, nikaenda Nakumatt, tukafaulu vizuri, lakini bahati mbaya tulipoenda uchumi walikuwa wameanza kuinstall picha zao na mimi nikaweza kushikwa pale. Kwa hivyo uwizi pia ulikamatwa ukahudumia kifungu uko ndani. Nilipokamatwa maaskari waliponitazama kwa sababu nilikuwa miaka yangu ilikuwa haijafika 20. So waliponiangalia wakaniambia kwa nini unaiba? Kwa sababu tulikuwa tunaiba tu vitu za nail cutters, hizi vitu vidogo vidogo vya kusikia vizuri ukiwa umebeba na vioo. So wakaniangalia, wakanipata nilikuwa na pesa kidogo kwa mfuko. Wakaona hiyo pesa inaweza kulipia hizo vitu, wakachukua na wakaniambia wamenisamehe. So hivyo ndivyo nikaanza kuogopa kwamba kumbe picha ziko za kuonesha watu ambao hata mimi nilionyeshwa picha hiyo wakati nilikuwa naendelea nikiweka hiyo vitu kwa mfuko yangu. Hivyo wizi ulinisukuma kiasi hicho. Wakati mtu umeamua kwenda kufanya wizi, labda kuna jambo limekusukuma hadi ukaamua wacha pia nijihusishe kwa mambo ya kufanya wizi. Ni nini kilifanya hadi ukaamua ufanye wizi na hiyo group nyingine ulikuwa na? Mimi nafikiria tu ilikuwa ni tamaa yangu. Tamaa yangu iliyowaka kwangu na kutamani vitu nisivyo navyo kwa sababu sikukuwa na jukumu lolote, nilikuwa naishi na ndugu yangu, nilikuwa napewa kila kitu, lakini tamaa yangu ndio ilinisukuma na dhambi yangu ikanisukuma kwenda na kuiba hata mahali pale ambapo hata vitu nilizoiba hazikuwa na maana na ndio sababu hata nikasamehewa. Hata askari walikuja wakasema acha huyu ni mjinga, wacha tumsamehe. Lakini pesa niliyokuwa nayo walichukua zote pamoja na hizo vitu za. Mama nchombo ligeri norochenga etama na vera geronya adakwa kwa kolegento ekebe bunobo hivi. Kwa mfano umesikia Leonard amesema kwamba tamaa ilimfanya hadi akajihusisha kwa mambo ya kufanya nini? Kufanya wizi. Na hiyo ni changamoto kubwa sana unajua. Wakati ulikuwa unafanya hizo mambo ya wizi na vitu vingine vingi, unajua lazima useme kwamba kuna vile pia ukifanya wizi kuna changamoto nyingine ulipitia wakati unaendelea kufanya huo wizi. Changamoto Igoro na Leonard ulipitia hiyo changamoto wakati unaendelea kuiba wizi, yani kutekeleza hilo tendo la wizi. Mimi nilishikwa tu hiyo mara moja hiyo na baadaye nikaacha. Wizi nyingine ambayo nilijihusisha nayo ni kwa sababu kazi yangu hiyo ilikuwa kazi ya kutengeneza magari. Ni kazi ambayo ina uongo mwingi sana. Nami nikajihusisha katika uongo nikidanganya. Wakati ninajifunza kazi nitafuta pesa ya mfuko, nikitumwa kitu ninaenda ninadanganya, ninabaki na pesa zingine. Lakini hiyo haikuniletea changamoto. Hiyo nafikiria ilinipatia mahali nilipata changamoto ni baada ya kutoka Nakuru kujifunza nikaenda Nairobi. Nilipokuwa mji wa Nairobi nikapata kazi na kampuni hii inaitwa Linear Coach. Mimi Mungu akanisaidia na mwenyewe akanipenda kwa sababu nilikuwa nimetoka training kama mtu mdogo. Na nikafanya kazi huko. Hata huko pia nikajihusisha hivyo. Na siku moja nilikuwa natengeneza magari ambazo zimegongwa na mabasi. Wakati mmoja nikatumwa kununua spares na mimi nikanunua zile ambazo ni za Taiwan
nikakosa kuleta original, na nilipoingia nayo yule mwenye gari ile akawa anajua, na alipojua ya kwamba hii si original, akaniambia mimi sitaki hizo, nataka original, kwa sababu nilikuwa nimeiba pesa nikaweka kando ninunue. Hiyo pia niliona nilipata changamoto, na ikabidi ni yule mtu aninyang'anye zile pesa zote nilikuwa nimeweka ya juu, ndio akaweza kukubali. So hapo pia niliweza kupata changamoto kama hiyo, na pia nikapata changamoto na vita. Maisha yangu mimi nilikuwa mtu wa hasira, na kwa hivyo hasira yangu ikanifanya pia nikaenda cell nikiwa umri mdogo, miaka 17 nilikuwa nimeshikwa kwa sababu nilipiga mzee mmoja kule Nakuru. Na hiyo pia ilinipa changamoto kwa sababu nilishikwa nikawekwa Central Police Station katika umri wangu mdogo. Hii Central moja yenye tumekuwa tukisikia hii Central moja ya Nakuru. Mimi nimelala ndani pale nikiwa na only 17 years. Na usiku yote nilishinda tu nikilia, ni nini hii ambayo inanifuata? Juzi nimeshikwa nikiwa nimeiba, na tena leo nimeshikwa nikiwa nimepiga mzee mwingine kwa sababu tulitumia vitu zake, na akakuja kwa fujo sana. Mimi nikamwambia, kwa sababu mimi ni mtu wa hasira, nikaanza kumpiga na nikampiga vibaya, nikashikwa na watu hapo, kawekwa Nakuru Central Police Station. Nikalala, asubuhi nikapiga hesabu. OCS alipokuja kuhesabu watu, mimi hesabu yangu ikaniambia wacha nimdanganye huyu. Nikamwambia bwana OCS, na aliponiangalia kaona huyu ni umri mdogo, na nikamwambia wewe bwana OCS, mimi nilikuwa napigwa na watu wengine, na mimi katika ile hali ya kujitetea mtu mmoja, mzee mmoja akaumia, na wao watu kwa sababu walikuwa watu wengi wakanishika wakanileta hapa. Basi yule askari akauliza, na huyo mwingine yuko wapi? Nikamwambia walimuacha na mimi ndio walinileta. Basi OCS akanitoa na mimi nikatoka bila kutolewa pesa yoyote, na hiyo pia iliniletea changamoto na nikaumia nikiwa cell nikiwa na umri mdogo. So niliweza kukutana mambo hayo. Ajia tumesikia toigurenga Leonard na bwatetama ikindege tangani ikagera gachokoro bwibi. Kintu gya kabiri unasikia na bwato robot ndiye alikuwa na hasira kubwa sana ambayo ilimfanya akaenda kutandika mzee mwingine kairwa asechera akaranya arako bagagonja chingende asi ubutuko maybe. Lakini katika hizo changamoto Leonard, unajua lazima kuna kitu kilikusukuma hadi ukasema kwamba waacha tu nisimame tena ni wachane na huu uhalifu wenye ambao unatekeleza hapa kwa watu wengine. Nini hiki kilikupa moyo hadi ukasimama tena ukasema kwamba kidogo wacha niweke haya mambo kando ndio niweze kuchange tabia yangu kidogo? Okay, mimi sikuwa mtu ambaye hajui neno la Mungu. Kwa sababu kama vile nimeshuhudia hapo, mimi nilikuwa mshirika kanisani, na neno la Mungu nililipenda. Hata wakati huo ninatenda maovu haya, nilizidi tu kusoma neno la Mungu. Na wakati mmoja nikawa nimeabiri gari, na katika gari hilo nikapata watu ambao walikuwa wameokoka. Walikuwa wakishuhudia juu ya maisha yao. Nilikuwa nimeabiri hiyo gari kutoka Siaya kwetu, ilikuwa inarudi Kisumu. Sasa nilikuwa nishuke katikati nikienda nyumbani, nilikuwa nimeenda Matanga. Na niliposikia wakishuhudia juu ya maisha yao, wakisema kuwa vijana wadogo sisi Mungu ametuokoa. Mzee mmoja akaanza kushuhudia juu ya wizi, juu ya uasherati, juu ya chuki, juu ya wivu na fitina nyingi. Na alipokuwa akishuhudia juu ya maisha yake, na mimi nikasikia kama neno la Mungu linagonga moyo wangu kwamba na mimi si niko na mambo haya. Na mimi si niko na mambo haya. Sasa mambo hayo waliozungumza juu ya maisha yao yakashika yangu. Mimi nikagundua kwamba kwa sababu mzee mmoja akisema mimi nilikuwa mwizi, na mimi naona mimi ni mwizi hata sasa naendelea nayo na niko kanisani. Mmoja akisema juu ya uasherati, na mimi ninaona uasherati wangu. Na mwingine akishuhudia juu, sasa wakisema kwa ujumla hiyo maisha yote, mimi nikajiona kuwa mimi ni mmoja. So nikaona ni kama hao watu wanaongea juu yangu. Nikasikia hukumu ndani yangu ikianza kuwekwa na uzito sana, ya kwamba na wewe je? Na wale wakamaliza kusema, tulikuwa tumepanda basi. Hiyo basi hiyo tuliyopanda ilikuwa inaenda speed sana. Na wakasema hii basi hata kama ni mpya mnafurahia
tunaweza kumaliza maisha yetu wakati wowote. Lakini je, maisha yetu yakiisha hapa, nyinyi wengine vijana mtaenda wapi? Hiyo ndio iliweka hukumu yangu ya kwamba na mimi je, nikimaliza safari yangu nitaenda wapi? Nikatamani ya kwamba nikutane na Mungu anisaidie katika maisha yangu. Na hiyo ndio ilikuwa hatua yako ikakupa nguvu ya kusimama tena ukaachana na ule uhalifu wako ulikuwa unatenda hapo awali. Sasa hapo niliposikia hiyo hukumu, nikashuka nikaenda kwetu nyumbani. Na nilipoenda nyumbani maneno yale yakakwama ndani yangu. Ya kwamba je, na mimi nikifa saa hii nitaenda wapi? Basi nikaendelea, nikaanza kuomba Mungu anisaidie kuenenda katika njia ya utakatifu. Nikakaa karibu muda wa wiki moja. Baada ya wiki moja nilipoendelea kusoma Biblia yangu, nikafika katika Zaburi 121 kwamba Mungu asipolinda mji, alindaye anafanya kazi ya bure. Basi ndipo nikasikia na kweli ninajaribu kujilinda. Nitajilinda. Nikasikia Roho wa Mungu akinisaidia kwamba atakaye nilinda ni Mungu, na nikimkubali kuwa mwokozi wa maisha yangu nitapata rehema na nitapata ushindi. Basi hapo ndiyo maisha yangu nikaanza kumuita Kristo. Nikamuita Bwana uniokoe. Na hapo awali nikiwa Nakuru nilikuwa nimetamani kuokoka tangu miaka ya zamani. Hata nikienda mahali watu wanafanya crusade, nikisikia wanaitana watu wanataka kuokoka wakuje, mimi naenda na piga magoti. Nikitoka hapo ninashindwa. Sasa siku hii niliposikia kwamba Mungu asipoulinda au lindaye afanya kazi ya bure mji, basi nikatamani huyu mlinzi aweze kunilinda. Hapo ndipo nilimuita Yesu. Na nilipomuita Kristo Yesu, ndipo nikaanza kuona dhambi zangu ambazo zilikuwa zimenizuia Bwana kuingia ndani yangu. Nikaona dhambi yale niliyoyataja yote sasa yakiwa ninayaona waziwazi, na nikasikia roho yangu ikiwa inachukia haya mambo ambayo nilikuwa nikifurahia. Kwa sababu mbeleni hata kupigana vita hii nilifanya, hata nikaenda cell, nilikuwa naifurahia sana. Nilikuwa nifurahi nikipiga hata keroka. Nimewahi kuwekwa cell tena nikiwa mtu mzima, nikipiga mtu mwingine tena akinisumbua akili. So ilikuwa ni furaha yangu hata kusema ya kwamba umepiga mtu, hata kuiba, hizo zilikuwa furaha yangu. Lakini nikaanza kuona nguvu za Mungu zikinielekeza kwamba hii ni dhambi, hii ni dhambi. Hapo ndipo macho yangu yakafunguka ya kiroho, nikaanza kuchukia dhambi zangu nilizozitenda, nikaanza kumuita Kristo aweze kunisaidia. Na Bwana mwema akanisaidia. Nilikuwa nimesikia mambo ya waongofu. Hii mambo ya wokovu kule kwetu si mambo geni. Hata tukienda kanisani tulikuwa tunaona wandugu wakikuja wakishuhudia juu ya maisha yao. Kwa hivyo mimi nilikuwa naijua tu na itamani, lakini kufika niokoke ndio ilikuwa kazi ngumu. So nilipoita Yesu nikasikia nguvu za Mungu zikiwa zinaniingia, nikasikia kutubu dhambi zangu. Na nilipozitubu zilionekana mbele yangu kama ni vitu ambavyo ni vibaya sana ndani yangu. Mambo yaliyokuwa furaha mbeleni yakawa mambo ambayo yananichoma moyo wangu. Na nikaanza kutafuta wandugu. Kwa sababu mimi nilikuwa najua katika kanisa la Anglikana wandugu huwa wanakuja. So nikaanza kutafuta mama mmoja anaitwa Nancy Mwaura ambaye alikuwa wa kanisa letu na alikuwa dada pia. Nikamwambia mimi nasikia nimeokoka na ninatafuta ushirika. Na sababu nilikuwa najua ushirika wa Tukutendereza, nilikuwa najua ushirika wa East African Revival Fellowship hiyo ya Tukutendereza. So nilipomwambia mama Nancy Mwaura, yeye ndiye akanichukua na akanipeleka katika ushirika, nikakuta hao ndugu ambao ni wa ushirika sasa. Ya, tumesikiliza hadithi yako, ni ya changamoto kubwa sana, lakini nataka tu sasa utuambie hasa ni nini kilibadilika katika maisha yako wakati umeamua sasa waje niachane na hii dhambi nafanya, na ni ushindi upi uliona katika maisha yako? Basi baada ya kuokoka, baada ya kwenda ushirika, nikaanza kushuhudia juu ya yale mambo niliyokuwa nikishuhudia kuwa ni mazuri, nikaanza kushuhudia kuwa ni mabaya. Na baada ya kuanza kuyashuhudia kuwa ni mambo mabaya, yakaanza kuwa na harufu mbaya ndani ya maisha yangu. Sasa uasherati ambayo singeishinda kabla sijaokoka, nikaanza kuwa mshindi juu yake. Uwizi ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuacha, kwa sababu katika kazi yangu ya kutengeneza magari
wewe ukilete gari lako litengenezwe, wewe huwezi jua shida ni gani. Ni mimi nitajua shida hii ni gani. Kwa hivyo hata nikikudanganya, hata nikikwambia ukweli, wewe itakuwa vigumu sana wewe kuelewa. Na sasa mimi nikasikia hukumu ndani yangu ya kwamba ninapotengenezea mtu gari lake lazima nimwambie ukweli. Sasa nikaanza kushinda ile uongo, ile nguvu za uongo ikaanza kutoka. Sasa nikaanza kutosheka na ile pesa kidogo ile ninalipwa. Na katika vita ile ambayo ilikuwa ni furaha kwangu, tangu siku hiyo Bwana aliponiokoa sijapigana na mtu. Tangu mwaka wa 2008 mimi sijashikana na mtu. Hakuna mtu amenipeleka polisi ati nimepiga yeye. Lakini nilikuwa na kesi nyingi hapo mbeleni. So hiyo pia Bwana akanisaidia, nikafanya nini? Nikaushinda. Nilipokuwa ikakeroka, dhambi ya uasherati ni mingi kwa watu. Hata mimi ilinishinda, lakini sina kesi na mtu. Kwa hivyo ninapotembea, ninatembea nikiwa huru, mtu ambaye ni rafiki za watu wote. Nilikuwa mtu wa hasira nyingi, ndugu yangu. Tangu siku hiyo nikawa mtu wa furaha. Na kila mahali ninaketi, hata wewe ukikuja katika workshop yetu, utaona mtu wa furaha sana, wa kufurahisha watu. Jambo ambalo mimi sikuwa nayo. Nakumbuka shemeji yangu mmoja alikuwa mwalimu, akaniambia, "Na wewe ni siku gani nitaweza kukupata ukiwa na furaha?" Mungu akaibadilisha, nikaushinda ile hasira, mimi nikageuzwa mtu ambaye ni wa furaha na nafurahia kila mtu. So hayo ni baadhi ya mambo mashina mengi ambayo Bwana amenishindania. Hata katika nyumba yangu, licha ya kuwa manyumba za siku hizi kuwa na vita vingi, mimi Bwana amenisaidia kujifunza kuishi nikitengeneza amani kutokana na upande wangu. So hiyo imenisaidia pia katika nyumba. So ninaona wokovu huu ukiwa ni jambo ambalo linaleta ushindi katika maisha ya mtu. Lakini kabla hatujaenda mbali, labda kuna mtu ambaye ulimkosea. Sijui kama ulienda ukamfess ukamwambia pole, hapa nilikosea sana, unaweza ukanisamee ndio tukasonga mbele. Nilienda hata bibi yangu kwa sababu nilimuoa tu hivyo. So wakati Bwana alinisaidia, nilienda kumuomba msamaha. Nikamwambia bibi yangu, nisamee, nilikuoa kwa njia ambayo si vizuri. Nikaenda kwa wazazi wangu ambaye mama yangu nyumbani, nikamuomba msamaha. Nikamwambia, mama nisamee, nilikuwa naibia vitu zako, ninakudanganya, wakati mwingine unanituma sifanyi vizuri, nisamee. Pia nilikuwa nimesahau, nilipigana na ndugu yangu mkubwa kwa ajili ya hasira yangu hiyo nilikuwa nayo. Na yeye nilipookoka nilienda nikamwambia, ndugu yangu nisamee, siku ile nilipigana na wewe, haikuwa jambo nzuri kwangu. Kwa hivyo mara nyingi Mungu alinisaidia kwenda kuomba msamaha na kutengeneza na wao ambao niliwahi kuwakosea. Najua umekuwa ukikosea watu. Sijui kuna mtu aliwahi kukosea akakuja akakuomba msamaha na ulimsamehe kweli? Mimi pia watu ambao wamenikosea wako, siwezi sema nimekosa, na wale ambao wameniomba nimewasamehe kabisa. Wale hawajakuja pia hawajakuja. Lakini sina kesi na mtu ya kuweka, kwa sababu Bwana Yesu aliponiokoa alinisaidia tu upande wangu. Akanisaidia nione maisha yangu, nitengeneze maisha yangu, nisiangalie mwingine. Exactly. So hivyo ndio maisha niliona. Hongera sana Leonard, lakini kabla hatujaishia, ni ujumbe gani ungependa kuachia watu ambao wamepitia changamoto kama zako? Unajua kuna watu wengi huko nje wamepitia mambo kama yako. Kile ninaweza kusema kwa watu ambao wanashindwa na dhambi. Wewe unaziita changamoto, lakini mimi ninaziita kushindwa na dhambi. Right. Kwa sababu nilishindwa. Mimi nilikuwa Mkristo sana. Tena nilikuwa mtu wa kuhukumu wengine. Lakini ndani yangu sikuangalia kuwa ni chochote. Hata sikuweza kuangalia ati mimi ni msherati. Siku hiyo hata nilikuwa ukiniambia mimi nauliza usherati ni dhambi. Kwa hivyo ninajua kwamba kuna watu wengine ambao dhambi imewashinda. Wanaweza kuwa watu ambao wako kanisani na wengine wanaweza kuwa watu ambao hawako kanisani. Ujumbe wangu kwao ni kwamba wakimkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao kama jinsi nilivyokubali, watashinda. Kwa sababu unaweza kufikiria, watu wamefikiria kuwa watakatifu sana, utakatifu wa kujitafutia, lakini mtu anashindwa. Na Kristo anapokuja katika ulimwengu huu, anakuja kama mwanadamu ameshindwa. So wewe na mimi tukikubali kushindwa,
utukufu wa Mungu unaonekana katika maisha yetu, na Mungu mwenyewe anafurahia, kwa sababu Biblia inasema kafara iliyo timilifu, iliyotosha kwa dhambi zetu ilikuwa ni damu ya Yesu. Na damu ya Yesu ndiyo mtu akipeleka dhambi zake, sasa Mungu anafurahia, kwa sababu umemfanya Mungu kuwa mseme ukweli kwa kumtuma Kristo. Lakini ukisema ya kwamba wewe ni mtu mkamilifu, mtu mtakatifu, mtu ambaye anafaa, unafanya Mungu kuwa muongo, kwa sababu hakukuwa na haja ya Kristo kuja kama mwanadamu angekuwa mkamilifu. Kwa hivyo ndugu, hiyo ndio nikianza na wewe na wengine ambao wananitazama kwa wakati huu, nikiwaambia ya kwamba cha muhimu ni kumkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Ninajua watu wengi, mimi nilijaribu sana kuficha dhambi. Nilijaribu kuficha dhambi zangu sana yasionekane. Ninajua wanaonitazama kuna watu ambao wanaficha dhambi. Alafu kuna wale ambao wameanguka katika dhambi, lakini hawajapata nguvu ya kutengeneza. Kwa mfano, wanandoa, unaweza kuwa umeshaanguka katika dhambi ya uasherati na unashindwa kabisa kumwambia familia yako. Kristo ndiye mwenye msamaha. Ukimfikia atakusamehe, atakutia nguvu na hata atakufanya utengeneze. Kwa hivyo hiyo ninawaambia watu kwamba tukimbie tuje kwa Yesu. Na ushuhuda wangu huu ambao nimetoa ili anayesikia na anaweza kuwa ameshindwa kama nimeshindwa, Kristo yu tayari kupeana msamaha. Asante sana Leonard. Na najua kuna marafiki pale Keroka mahali unaishi, na ubwata bagusi abasani gari, ningependa kwamba wasalimie kwa lugha ya Kikisii kwa sababu umeishi hapa Kisii sana. Oraba, kwani wataje majina wawili watatu hivi tukimalizia. Mimi nina marafiki wengi sana. Na nikianza kuwasalamia, ninaanza kwanza kusalamia Principal wa Metembe, ambaye ni rafiki yangu ya miaka mingi, tena ni mteja wangu katika kazi yangu. Nikimwambia kwamba Mbioro mwalimu. Na pia nina marafiki wengi ambao ni, kwa sababu mimi nikiwa nimeokoka sina mipaka ya dini. Kwa hivyo marafiki zangu wanatoka katika dini mbalimbali, wengine wa Adventista wa Sabato na wengine makanisa mbalimbali. Pia wao ninawaambia kwamba Kristo anawahitaji. Mungu awabariki kwa jumla, kwa sababu ni wengi, nikianza kuwataja naona naweza taja abarisia bange sana abasani bane, lakini wacha Mungu awabariki kwa ujumla. Asante sana Leonard kwa kushiriki nasi katika siku ya leo. Wacha tu Mungu aendelee kukuinua na uzidi kuelimisha watu wengine pale nje kwamba Mungu anaweza akatenda miujiza. Hata kama wewe ulikuwa muuaji, mwizi, mtu mwenye tamaa, bado unaweza kubadilika. Igo mwancho muligire lya sense kuna rero history ko biro kwa kutegerera gabi akoiro moyo myakigima na boigo no ushuda kwamba Nyasaye abakunyara ko bakagucinchia obugima bw'umuntu orenko mobe aiga Kenya tugwata abantu bagwate ebibe mbalimbali, lakini bawote banga kebenge yokerekene negosekere egeke gasiri tukura rero twagwate Leonard Oyugi obere ko bakagutweresa historia yengi ya kabisa ekeronda tutraswa somogeno to nando yo kabira sige pindi kero motu tunara ko ba to wesemia 3